All right, guys. It's another time. This is Prime Hour TV, Prime Hour Show. I'm your host, Wasonga Matthew, and today I'm joined by two gentlemen. You know, every 5 years we always go to election, kuchagua viongozi, kutoka MC hadi rais. Now, in the next 1 year or 1 month or so, vile tutaenda kwa poll, kuchagua another set of leaders from MC to the president. And I've been asking myself, amid this 1 term, 2 term, Ruto must go, slogans, let's sit down and ask ourselves, what has Ruto done for the last 4 years he has been in office? And to help us understand this, I'm joined by two gentlemen, community leaders, Bunge la Wananchi speakers. I'm joined by Peter Sonobegi on my left, Speaker Bunge la Wananchi Ongata Rongai, sindio? Yes. Karibu sana speaker. Tuongea na nguvu kidogo. And also I'm joined by Jerome Speaker Bunge la Wananchi Ngai Murunya. Karibu sana kiongozi. Thank you very much. Okay. Yes. Sijui nianze na wewe speaker. Speaker is also an MCA aspirant. Mr. Begi is an MCA aspirant of Rongai Ward 2027 on a Jubilee ticket. Sindio? Yes. 4 years of President William Ruto. Mm-hmm. Wewe unaiona aje? Miaka 4. Rais amepiga uongozi miaka 4. Thank you. Kwa sababu mimi sisemi kwamba William Ruto hajafanya kazi. Okay. Sababu hajafanya kazi aje. The question is kwamba na sito kwa nini watu wa media mnaniuliza hiyo swali rahisi sana. Amefanya kazi. Lakini hiyo njia kulingana na ile budget na kulingana na ile miaka amepakisha, kulingana na ile muda amepakisha, inastahili afanye kazi hiyo. Ndio kazi ilikuwa inastahili kufanywa kulingana vile ametupromise. Yes, amefanya kazi. Yes. Lakini hiyo kazi ilikuwa inastahili kufanyika hiyo njia. Ndio maana nimekuuliza wewe kama Peter Sonobegi, ambayo ni baadhi ya wale community leaders, wale viongozi wa mtaa, si ndio? Opinion leaders. Kwa miaka 4 wewe unaona kazi gani rais amefanya? Mimi kwa miaka 4, hebu mpe scorecard. Ile mahali unaona hapa ameenda hivi na hivi. Kwa miaka 4 ambao sasa tunaweza sema ni ile barabara tuseme kwa hapa Rongai, ni barabara ile ya Kandisi, sababu ndio hiyo imekuwa complete sasa. Na hii soko. Ya pia tena so kwako kwa board yako amefanya kazi. Kwa sababu kwa miaka 4 amekujengea soko na amekujengea barabara. Watu umeona watu wameingia kwa hiyo soko. Sasa yeye haidi kuja kwa sasa yeye akuja yake watu kwa soko. Kitu ambayo hajaanza kufanya kazi unaweza sema imefanya. Soko imeisha ama haijaisha? Mimi nakuuliza kisu. No, wewe ni kiongozi pale. Within your knowledge. Haijaisha. It's not complete because kama iko complete mbona watu hawajaingia? Wewe kama kiongozi wa mtaa kwa nini haijaisha? Can you tell us? Shida iko wapi? Si unajua haiko kwa programu yangu ndio ilikuwa ni programu ya nani? Yake yeye mwenyewe. Jerome. Miaka 4 ya President William Ruto. Yes. Thank you very much for giving me this opportunity. Yes. To talk about and evaluate what our able president has done to the Kenyan citizens. What I must say is that actually he has performed tremendously, according to me. One, I'm talking about infrastructure. Our able president, what he has done within 4 years has not been in terms of barabara, in terms of actually rehabilitating the bridges. But this one is not being done in one region. Yes. It's done all over the country. So to me, when we talk about infrastructure, he has done marvelous. We see affordable housing has been expanded and actually is moving all over the country, not even one region. He is doing it all over the country. So when we say that actually has not performed, to me I'm being amazed because I have realized that actually our president has done marvelous. And if you compare the previous presidents, infrastructure was not up to date. Like now, let me just talk about the regime of Uhuru Kenyatta. I mean, we didn't see the roads being done. Very few were done. Very few.
But actually, you see the regime of our able President William Ruto. Yes. He has done a lot of roads, and even if you go to those places purported to be actually being launched, you see the work on the ground is being done. So that is the reason why I'm saying he has done in. But you have to name that road. You have to name that road. You cannot say that he has done, but you name that road. My brother. Yes, give us that road is one name. Because you're in Rongatarungai, and I know maybe you have not walked. When you go to Mount Summit, that road is being done. Me, I'm not living in Mount Summit. No, I'm telling you. I'm living in Kajiado County. No, but when we talk about wait, you know. When we talk about tukiongelelea performance ya rais, hatuwezi angalia tu sehemu moja, kwa sababu rais sio rais wa Kajiado, ni wa nchi nzima. Yes. Na nataka ukileta argument yako penye unatoka Nyamira, rais alienda kujenga university. So my summit is complete now. That's what we are saying. That's my summit is a complete. Okay. What Jerome amalize? We are talking about the performance of the president. Yes. The president, but you are not practical. You are saying now affordable housing. You are not one of that beneficiary. You are not working there. You don't have a house there, and you are saying affordable house. Speak Obegi. Obegi. Unataka kusema hakuna affordable housing? Where? You see, Obegi kuna affordable housing Mukuru kwa Jega. Mkuru hapa Mkuru. I'm not. Speak Obegi. Hapa Rongai kuna affordable housing inajenga. Where? Tell me. But where my able moderator, I want to say this. Yes. I wonder if you want to go and vie for the seat of MCA and he doesn't even know where affordable housing is being built in Rongai. I wonder, in Kajiado. I wonder, and I'll let you know behind the scenes. Are you beneficial? Are you working there? Order. Protect me. Yes. No. Okay. Explanation. Yes. I want to give you an explanation. Yeah. We have affordable housing here in Rongai. In Rongai. And if you don't know, I'll take you to that place and show you where it is. You see, our people are perishing because of lack of knowledge. When that house is being built, don't be going to any house which is built in Rongai is affordable house. That's what you mean. Just give me a chance to explain to you. So that you can know the process. Give me a house. Give me a chance. Give me a chance so that I can explain to you. It is through the document. Let me tell you one thing, Speaker. Yes. Wewe ni kiongozi and you are an MC aspirant. Si ni kweli? Yes. Hii chama yako ya Jubilee iko kwa United Opposition. Si ni kweli? Najua wewe ni mtu wa one term. Mimi si yuko mahali. Yeah, it is true. Do you know, unataka kuniambia hakuna affordable housing? Nijibu kwanza. Nyumba zimejengwa ama zijajengwa? No, anywhere across the country. Wajana na Rongai ama Kajiado. Kuna nyumba yoyote yenye unajua imejengwa under affordable housing Lang'ata hapa majirani yetu hapa Lang'ata within Nairobi or Kisumu, Kisii or anywhere in the country? Unajua kuna nyumba imejengwa ya affordable housing? I'm not aware. You are not aware? Okay. I want to say that actually, categorically, President is not the president of Kajiado County. Yes. He is the president of Republic of Kenya. So when he is doing his work, he does his work all over the country. And when he is doing the projects must be spread all over the country. And that is what our president, Mr. William Samoei Ruto, is doing. Right now, we see all the places we have got the affordable housing going on. And this affordable housing, you don't wait. You just don't sit back so that you can be given the affordable housing. You go and apply. There is a way somebody need to apply so that you can start paying small and you get that house. People are you are the beneficiary. Just give me time. Are you the just give me time. Just no, we applied. Have you applied for the affordable housing? I explain to you. Jerome, have you applied for the affordable housing? Because I know you have to apply to Rubo Mayangu. Yes. Something. Have you applied? Get a house. Me, I've not, and you show me a document that you have no, I'm not applying. I'm not applying and I'm not complaining. No, I'm not complaining. No, you are saying there is that project is continuing. And you are saying you are somewhere at affordable housing. No, so meaning you are you need to understand and you need to know about the projects which are being done in your country. If you want to be a good leader, you need to know.
the projects which have been done so that you can highlight your people. You are the first person to tell us here that in Rongai we have got a further road so that you can highlight your people. Do you know and do the application? Do you know If you the doesn't process? know, Do and you know you the propose process your leader. of owning a home in Nairobi? No, I'm telling you, if you want to buy for that city you're buying for, you need to have those information with you so that anybody who is actually from your area ask you about this. You need to highlight them so that they can understand and know what is supposed to be done. Don't say that don't dispute or don't try to argue that is not there while it is you in your heart you know it's taking place. Are we together? So when it comes to infrastructure, our able president has done so many things. I'm talking about the roads. Yes. All over country. It's being done. Na speaker That one is kuna being done. barabara imejengwa. Yes, that is being done. And we cannot Na unajua say no to that. unaona aje speaker? You have to agree with this. Yes. On roads. Are you aware Gataka road inajengwa? Uko na hiyo habari. Are you aware? Gataka road inajengwa, si ndio? It's connecting All I know the contractor is on On site. It's on site. So inaendelea. Yes. The contractor Haya, is being ile worked. ile ya Kandizi kwa sababu ile ward yako ile ya Kandizi inajengwa. Uko aware? Fatima South Road inajengwa. Ile Fatima ile jukuja ya Fatima Road. Ijaanza. But the contractor is apeanwa. Yes. You know Matthew, let us talk about the practical things. Guys, subscribe, like and share. Practical things. Kama sahi naweza kukuambia serikali yetu ya Jubilee, the former president Uhuru Kenyatta Yes. alitengeneza Kataka Road, akatengeneza Gataka road gani? Which Gataka Road? Gataka road. Which Gataka Road? Kataka Road to Fatima, to Chapchap. Okay. And you were there, Even Tungong, even Vice President was there. even Tunzinya. They were with the Vice President. Ngong to Suswa, tukapakiza kilomita 3. Hiyo ni vitu Unajua ile barabara ndogo Tususwa imeharibika inatengenezwa tena. unaweza tengeneza. Are you aware that road is kilomita 4 years? Are you aware? Do you not even know the status of that road going to Suswa? How it is right now? Because you people during your order. No, that is what you Order, call my brother. order, my brother. During your regime, you are using those people, the contractors, who are giving us some standard roads, and that is the reason why Mount Suswa is actually is dilapidated. It's a problem. You see, Have you heard that? the problem with the UDA government. No, we are talking too much about the road. Where is road? Where is road? My brother, We were promised here 65 kilometers. Where is 65 kilometers, my brother? where are you from? Yes, the president promised. The first time president come on Rongai, Masai Road, 60 what kilometers? He is working on it. Yes, why yes, you are working. Ngoja Jerome tulia. Swikobegi. Rais alipromise 65 kilometers. Yes, where are they? Hiyo barabara 65 kilometers ilikuwa ni barabara gani na gani na gani na gani yenye imetengenezwa na gani yenye haijatengenezwa? Kwa sababu wewe ni speaker na wewe ni nadhani wewe kwa wale watu wenye wameenda public participation mingi, wewe ni moja wapo, si ni ukweli? Barabara gani yenye unasema rais alipromise haijajengwa, rais alipromise haijajengwa na hii imejengwa? Within hiyo 65 kilometers. Hiyo 65 kilometers ilikuwa inakaa wapi mpaka wapi? Yes. Si umesema tuseme practical. Bro. Unajua waja tukwambie Matthew. Yeye hakuongea lugha Kisungu maneno. Alisema 65 km. Yes. 65 km, hiyo 65 km na mpaka saa hii barabara ya Mana to Rimpa. Wewe unajua ni kilomita ngapi? No, sijui. Haya, barabara hii. But unajua hiyo barabara moja ilikuwa inaanzia Masailo. Ilikuwa ya Masailo. Hiyo barabara ni 65 km. No, do you know what? Anataka nikueleze kidogo ndugu. Kama president alikuja akasema 65 kilometers. Yes. 65 kilometers, that is, he was talking in Kajiado. We need to understand that. He was talking while he was in Kajiado. Kajiado North. Kajiado North. Well, let me say Kajiado North. But actually Kajiado North is so wide. Is so wide. And you need to understand this. What I'm telling you, there are a lot of roads. Even it can be more than 65 kilometers you are talking about, which has been done. And which is on progress. Starting with this one. Gataka Road to
Gatagaro to But how many Roger, Gatagaro 4 years. Leave alone the year. I want to tell you, the president 5 years. we are not struggling. I want us to He's not concentrating on roads only. He's doing so many things. And I started with only infrastructure. Number two, which Wait, I want us to sit kidogo tuache roads na No, I'm giving you- ngoja I'm giving you- Jerome ngoja. Moderator, I want us, no, moderator. wait. I just want No, to highlight ngoja, what he has ngoja. done. Leave alone highlighting. Yeah. Roads and the affordable housing was one of the promises That is of President William Ruto. Wait, Yeah. relax. Mm. Of President William Ruto during 2022 campaign. Here we've talked about it. I want us now to talk about something that also President promised. Because the main reason I called you here, one, you are community leaders. And in most cases you talk to the people, wale watu wako kwa ground. Unajua hawa watu wanasemanga wanasikiza ground, lakini naamini nyinyi mnasikizanga ground kuliko, si ni kweli? Yes. One of the promises ya President William Ruto was on health. Afya. Okay? Speaker Obegi. In 4 years, President introduced SHA. Akatoa NHIF. What have been your experience with SHA? Because that was one of the promises ya President William Ruto on the universal health coverage. Matthew, kama kuna issue ambayo imekuwa shida kwa Wakenya kabisa, ni hiyo issue ya SHA. Actually ile NHIF ile ilikuwa mzuri. Sababu waje nikwambie sahi. Ukienda pale whole system Uzuri wa NHIF ilikuwa gani na shida ya SHA ni gani? unajua sasa system iko kwenda haifanyi. Hiyo ukienda mara system haifanyi, mara hiyo ugonjwa hii. Imagine. Mahali ambapo sasa inauma kabisa ni kwamba uko na kadi kwa mkono na unaombwa pesa kwa hospitali. Umeitumia SHA? Umeregister SHA kwanza? Tuanzie hapo. Si mambo ya kutumia. Wewe umeregister? Wale wameenda No, wewe kama speaker umeregister. Uko na SHA? sasa utakosa aje kurejesha. Umeitumia? Sasa ni question. Umerejesha aje kurejesha. Umeregister na umeitumia? Unajua Umeikuwa na ile hatuishi Amerikani. Yes, si ndio nakuuliza. Unajua Kwani wewe ni mgeni usikii hiyo vitu? hapana, Wewe sio usikii hiyo kusikia. vitu. Wewe kama speaker, unajua wewe ni kiongozi na wewe sio mtu hivi. Wewe uko na ile nia ya kuwa MCA, si ndio? Wewe umeitumia your first hand experience, umeenda pale hospitali kutibiwa ukitumia SHA, ilikuwaje? Mimi wacha nikwambie saa. Yes. Hata saa yenyewe ndugu yangu na bwana speaker uka hapa. Mnaenda ati mnaambiwa saa imelipa hii na wewe lipa hii. Si hiyo vitu ndio iko. Kwani ni uongo? Wewe uliambiwa SHA imelipa nini? 60 years hatujasota out mambo ya health, hatujasota out mambo ya shule. 60 years, more than 60 years. So Kenya pata huru, hatujasota out mambo ya issue ya health, issue ya education, issue ya sijui ya chakula sijui. No, wait, don't divert issues bwana Obegi before nikuje kwako Jerome. Wewe umeniambia umeregister SHA. Unajua Moja, umeregister SHA. Umeitumia. Nimeshatumia kama sijawahi maybe sijaonjeka niende hospitali. Hata bibi yako ama mtoto wako hakuna familia yako hamjaitumia SHA. Watu wanatumia. Wanatumia. So wewe ile yenye unasema ni ile experience umesikia kwa wale. Si ati experience. Ni mimi ni leader ya watu wakitoa malalamishi. Jerome, SHA. Iko na challenge. Hatusemi ifanye, but iko na challenge. So inafanya, lakini iko na challenge. Kuna challenge zile ziko the government of Kenya inastahili kusort out. Yes. Okay. Thank you for realizing that actually SHA is working. And those are actually the issues where I wanted to list to you, where our president has really done a tremendous work. When it comes to health, he has actually transformed. The reason why the president was moving or disbanded NIF was actually benefiting few individuals. And that is the reason why he sat down and realized that actually who are the beneficiary of NHF. When he realized actually there are few hospitals which were aligned to some of the leaders within the government, he decided actually to disband NIF. So he introduced SHA. What I want to testify, SHA is working. And always when something is good, there are people who are out there to sabotage.
the work and the goodness of something. When you go to different hospitals, you see the management is there, and we don't know those management. We don't know who is who. We realize actually the groundwork we have done. If you go to hospital, as the government, the groundwork are opinion leaders. Okay. We are moving to those hospitals. We are going to different hospitals, asking because I've got share. I'm registered. I'm a beneficiary. Lately, I've used share here in Saitoti. I need everything outpatient. No, don't ask me about the sickness, but actually I use share. No, when the private. The only thing which amesema kuna wale wanasema kidogo kuna magonjwa saa haiwezi kama gani? Ile kitu watu waelewi, unaweza enda hospitali upate the drug which has been prescribed to you by the doctor is out of stock. When you're told go and actually purchase this one out, people wanasema niko na shana tena naambiwa niende ninunue dawa nje. But now you see the government is distributing drugs all over the country, and these drugs are being used by the Kenyan citizen. So it's not a mandatory direction. When you go to hospital each and every month again, you get the drugs. When the stock is out, you can be advised this is SHA is working. And actually me, I'm testifying because I've used SHA in our local hospital here in Saitoti. I've used it. So those are the areas whereby I was saying within 4 years, Ruto has done a lot. And we need to agree. Where somebody has achieved, he has achieved. Because he's transformed. So, and even shift is kama saa inafanya kwa nini wananchi wanalalamika? No, I'm telling you, and I nakuuliza, wewe unaona kwa TV kila mahali wanalalamika. Kwa nini wanalalamika kama inafanya? You see, we have got people who are sabotaging this process. And you need to understand this. And these people are in the hospitals. They will always tell you, sikiza kwanza, wakati nimalize kwanza, wakati Kibaki order speaker, wakati Kibaki alisema free health care. Order. Hawa mbono inakuwa nusu health care. Speaker, if you want to be a good debater, hii pesa 1,100 saa itakulipia 200, hii ingine utajilipia. Why? But you should understand that mbona wakati unaomba ulipe saa 6,000 zile zao unawapatia yote, mbona wakuambii hii 2,000 toa sababu utalipa? Where did you go and you are asked to pay that? Nani? Wewe ulienda wapi? Wewe ulienda wapi? Unarejesha unarejesha na ngapi? Hapana, nimekuuliza swali. Unarejesha saa kwa unarejesha saa unarejesha na ngapi? How much do you use to register saa? Nimekuuliza swali rahisi sana. Wewe ulienda hospitali gani ukiambiwa lipa SHA imekulipia hii na wewe ulipe hii, so that we can make a follow up on that issue. Wewe ulienda hospitali gani? No, just tell us where did you go, because we are umeenda hospitali ukatibiwa na saa ama mtu wako familia, not necessarily or even your extended family. Hakuna familia yenyu yoyote ametibiwa. Hata wacha nikwambie, hata Mati unaweza piga simu hapa kwamba kuna mtu anajua anaelewa saa, atakwambia nilienda hospitali nikatibiwa, ngaambiwa saa inaweza kulipa hii kiasi, hii nyingine wewe uchilipie. So iko hivyo. Na ndugu yangu, acha nikwambie, wewe unajua hivyo lakini ni hilo nakataa. I want to teach my able speaker to be a good debater. When you see somebody is giving out points, unanyamaza kwanza, akimaliza una interject. Unaniambia bwana hapo sio hivyo. So unajua ukiinterject hivyo na sijamaliza nikueleza. Nimekuuliza swali. Kuja watu waelewane kwa kitu. I want you to answer my question. Which hospital did you go and you are told pay 100,000, the remaining is being paid by the SHA? Okay. Which speaker? So that you can make a follow up. Wacha nikuulize. Kwa ward yako. Hii ward yako ya Rongai. Umeisikia mtu amekuwa na kesi na SHA? Rongai. Yeah. Sasa mgonjwa atakuwa na kesi gani? No, sio lazima. Mgonjwa atakuwa na kesi gani? No. Si ndio unasema haifanyi kazi, tunakuuliza wewe umesikia issue gani kwa ward yako, mgonjwa ameenda hospitali akashindwa kutibiwa na SHA? Tuambie sahihi, because unajua, wacha nikwambie brother, hao watu wa opposition wanajua ku criticize, but when you sit down with them waulize ni wapi, ni nini ilifanyika namna, they cannot even explain to you. That is the problem you're facing, and that is the reason why we are telling them, if you cannot actually criticize positively, come back, we sit down and we so wewe unataka kuambia Wakenya kwamba hospitali kwa free.
as long as you have SHA. My friend, That's what you are I telling told us. you. No. I'm a Unajua my and brother. I've gone to hospital. I was started the general feeling I of didn't Kenya. pay. I didn't even pay a single cent. I didn't pay anything. I used my SHA. So why should I come and lie to people? That's why nilikuuliza na hata kama ilikuwa swali ngumu nikuuliza ulitibikwa ugonjwa gani? No, don't ask about the sickness. Because kama ni malaria si watakutibu tu bro. No, but the sickness is sick. Wewe mwenyewe umeconfirm hapo, umesema ati kuna madawa mengine ikosa. Kama imekosa inamaanisha si unaenda kununua. I was giving an explanation and saying that kwa nini ikosa? hizo drugs zinastokiwa kwa hospitali si lazima zikuwe hapo kila siku. They are being used by the Kenyans. So ukienda hospitali ukute dawa hakuna, unaambiwa hii hatuna, hii iko, hii hakuna. Inamaanisha imetumika na Wakenya wenzako na kuna zingine bado zinakuja, unanielewa? So dawa haipeleki hospitali ikae hapo. Dawa inastahili kukosa hospitali? Hapana, sikiza, imetumika na mgonjwa. There is a process of procurement. Elewa hiyo. There is a process of procurement. Uwezi alishi hiyo sahihi atuende uchukue. Kuna issue tunasema procurement. Ama hujalewa. So you wanataka kudiri kwamba my brother, when you are dealing with matters of justice, hakuna kitu unasema ati hii ni kidogo. Sasa vile unataka kuweka ati hiyo sio. Okay, gentlemen. I think watu wamesikia and it is upon Kenyans to judge. In 1 minute, speaker. Kidogo kama hujamaliza. Unajua sasa ulituuliza swali. Na mimi sijaeleza saidi yangu. Ulipea nimekuuliza about infrastructure, umeuliza mambo na barabara na mkaelewana tukaongea mambo ya health. Vitu ameongea. Vitu yote ameongea. Nimemweleza, can you name more than 2 roads unaelewa? Simekuwa complete at contractor ako kwa site. Kila kitu hapa ameongea ni contractor ako kwa site. No, wewe ndio umeulizwa hii barabara umesema mimi nitamhesabia Kataka road. Wewe ndio umesema hii Kataka road kuna nini tu chap ngamweleza Ngong to Kiserian, Kataka Ngong Kiserian to Isinya, Masuru to huko Mali. Ukamweleza what are you saying? Me, I'm not even getting what you're saying. Watu wamekuja hapa kusema tu contractor kwa hesabu hizo barabara nijue ni gapi kwa sasa. Hesabu hizo barabara nijue ni gapi. Nimekuuliza mimi nataka niseme hivi. Kwa muda miaka 4. Wacha mmecomplain. Wacha niseme hivi. This is the question. And it's simple. Mwenye akona macho aambiwi na hiyo budget na hiyo budget wameongeza. Mwenye akona macho aambiwi tasama, you will see by your own eyes. And if you're traversing all over the country, you will see what is taking place. How the works are in progress. The works are on progress and they are taking place. And eventually, we are going to finish up. We don't want next year. The government doesn't launch things that actually leave them. Are you aware you don't have the budget? And I know you people always you criticize even good things which can help people. Are you getting me? No. You have given me kuna budget nyingine mtakuwa nayo isipokuwa hiyo result. Bado kuna budget ya 2027 itafuatwa na huyu rais hapo. Kama anakuja. Itafuatwa na yeye. Kwani parliament tunatumia na kwa tesoro June ndio tunasoma budget. Mimi nakuuliza point of collection. Tunasoma budget June. Guys. So kazi na nyinyi. Yes. Ngoja. Ngoja. It's 2 term. Wait. Wewe umesema ni 2 term. Yeah, time is 2 term. Now I think we have to, because of time, we have to cut it short and maybe let's do this again and talk on other things. Today it's good. You know, the president and the plan of the Kenya Kwanza is quite a big document and it is something that we cannot discuss on one sitting. So let's rearrange. We will have another show to talk on that point. I'm requesting. Wait. That's one point. That's your point. You will address it. You're giving me a lot of Speaker, as we finish, in a scale of 1 to 10, utapea rais ngapi? Percentage? No, a scale of 1 to 10.
If you want to rate president kati ya 1 na 10, unampea ngapi? Unajua No, wewe rate tu, usipeane explanation. Sijaona kama rais amejikomiti. So utampea ngapi? Hajajikomiti ni 5%. No, 1 to 10 out of 10. Haina ile kitu tunaita applicable. So utampea ngapi? 1, 2 ama 3? 5 over 10. Yes. That is 50%. That is very much okay. That one shows you that I can wait, agree. Jerome, wewe utapea rais ngapi? I'm going to give him 8 of 10 out of 10. Because the reason why I'm giving you out of 10, just give me 1 minute, I explain. There are some concerns which we are requesting him to deal with, and I know he's going to deal with those concerns. One, fair enough. Unemployment of the youth. Fair enough. Number two, let's discuss about youth unemployment on the next issue. Yeah, I know that Guys, he's going to deal with that one. You know, The last one which I was to tell you what he has achieved. Thank you for coming. The last one which I was to say he has achieved. Yes. Digital government. He has actually created that platform. Let's talk about that. Let's be very much Jerome. Let's talk about that on the next session. Thank you so much, guys. Thank you, Speaker Peterson Obegi. Thank you, Jerome, for coming. Yes. I was your host, Wasonga Matthew. No, it's 2 times. Na Obegi anasema ni 1 tap, Jerome amesema ni 2 tap. Let's do this, guys, again. I was your host, Wasonga Matthew. This Prime Hour TV. Please like, subscribe, and share.